Ukiona mtu anapigwa fimbo nyingi alafu halii, ujue ya kwamba hizo fimbo anazopigwa hizo hazijafikia kiwango cha maumivu ya kumletea machozi. Na endapo inatokea kwamba fimbo anazozipigwa ni za kiwango cha kumletea machozi alafu halii, hiyo ina maana ya kwamba amekwisha kulia akachoka. Sasa maumivu yamekuwa sugu na machozi yamekatika kutoka, manake maumivu yamefika katika kiwango cha mwisho. Ninajua ziko taarifa nyingi unazipata juu ya vita hivi vya Kongo. Ziko habari nyingi unaziona na zingine unazisikia kuhusiana na hichi kinachotendeka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yako maeneo mengi ambayo umehadisia au kuhadisiwa mambo fulani yaliyofika kwenye moyo wako. Hii hali inaleta hali gani kwenye moyo wako? Kama ni maumivu, inakusababishia maumivu gani? Sasa pima hayo maumivu, kweli yanakuumiza? Na kama yanakuumiza, kilio chako ndicho kipi sasa katika maumivu unayoyapata? Lakini pia kama hayakuumizi, maana yake unataka kitu gani kitokee ili uumie zaidi? Ninaposema haya, maana yangu ni hii hapa. Ukiumia na jambo, mwanaume akiumia na jambo, au binadamu yeyote aliye na akili timamu akiumia na jambo, huwa hakaagi kimya. Ukikaa kimya, maana yake unaambia watu kwamba wewe umechukulia tu poa. Ila mwanaume mwenye akili timamu, binadamu mwenye akili timamu, jambo lolote linapomuumiza huwa anafanya maamuzi au ya kufanya jambo lile lisiendelee kumuumiza au yana yeye kuumizana. Hiyo ndio kanuni. Au uumizane au ufanye tukio la kustopisha maumivu unayoyapata. Wewe umefanya maamuzi gani mpaka sasa baada ya haya matukio yanayotokana ndani ya Kongo? Umefanya maamuzi gani kati ya haya mawili? Ndilo swali ambalo ningekuachia ujiulize tu. Sasa wewe umeamua kufanyeje? Kukata maumivu, usiendelee kuyapata maumivu? Okay, kwa kutumia nini sasa ili uyazuie maumivu usiendelee kuyapata? Umefanya nini kuzuia maumivu? Okay, kama utakata maumivu, umepanga nini ili na wewe kuumizana, kumuumiza naye kusababisha maumivu? Hayo mawili lazima moja lije kwako. Zuia maumivu usiyapate au muumize na wewe anayekuumiza. Sasa kama hauna moja kati ya haya mawili, maana yake unisamee tu kukwambia kwamba umepungukiwa na ubinadamu. Manake una madhaifu katika akili yako. Maana yake akili yako haiko sawa. Manake kila mwanadamu aliye na akili sawa inayotumika vizuri, mwenye akili timamu katika jambo kama hili, huwa anakuwa na maamuzi moja kati ya haya mawili: kuzuia maumivu asiendelee kuyapata, aidha ndio maana kuna kutafuta dawa, aidha na yeye kumuumiza yule aliyemuumiza ili wote wawe na maumivu. Manake alipize. Wewe umefanya nini? Au wewe uko upande gani? Au wewe unapanga kufanya nini? Hiyo ni tafakari.